hawezi kuleta alicho nacho. Watu wana vitu vingi, lakini fika mahali mheshimu Bwana, mpe neema, mpe Mungu utukufu katika hali yako ya uchumi. Mwambie Bwana, niko tayari kukutumikia hata kama watu wamenikataa, mimi sitakukataa, nitafanya kwa ajili ya utukufu wa Bwana na kujenga huduma katika utumishi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema hivi, maadamu amezaliwa lazima tumuone. Kama hajaonekana, hajazaliwa. Kama hatuoni vitu vinatokea, hajazaliwa. Kama hatuoni mambo yakitendeka, hajazaliwa. Kama tunaona bado wewe ni yule yule wa miaka ile ile, hajazaliwa. Lakini akizaliwa, badiliko litatokea. Maana tunasoma kwenye ile maandiko, baada ya Yesu kuzaliwa, nchi ikataharuki. Kila mmoja anataka muone. Mamajusi wanasema tunataka tumuone Yesu aliyezaliwa. Tumekuja, wanamuulizia mfalme. Wanamwambia tumeona nyota, Yesu amezaliwa. Wanamuuliza mfalme, mfalme anasema kwa kweli nilipitwa na jambo hili, ngoja nifanye utafiti. Kila mtu yuko amehamanika, anataka muone Yesu. Kila mtu. Mshawahi kusikia ile nyimbo? Aliyezaliwa Immanueli, aliyezaliwa mpatanishi, aliyezaliwa. Mshawahi kusikia? Fikiwa limba Kinondoni Revival miaka ile ya zamani kidogo. Kila mtu alitamani. Mfalme akafanya utafiti, akazunguka kila mahali ili kuulizia habari za mtoto aliyezaliwa. Watu wazunguke waseme, hakika tumehakikisha huyu Bwana ameokoka, Yesu yuko ndani yake. Yaani tunavyomwona anatufaa katika mtaa. Kama haonekani, amekufa, hajazaliwa, ni marehemu. Una Yesu marehemu. Na tuliyookoka hatuna maiti, tuna Yesu aliye hai. Tuliyookoka hatuna Yesu maiti, tuna Yesu aliye hai. Narudia, tuliyookoka tuna Yesu aliye hai. Tuna Yesu anayesikia, tuna Yesu anayeona, tuna Yesu anayetembea, tuna Yesu anayejibu, tuna Yesu anayeponya, tuna Yesu anayefungua, tuna Yesu anayebariki. Jamani, haleluya! Niliwahi kusema siku moja, Yesu wetu hatumbebi, bali anatubeba. Amen. 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 Hatumbebagi, yeye ndio anatubebagi. Hatumuombeagi. Yesu wetu tunamuomba. Hebu pigia Yesu Kristo makofi wapendwa. Yesu tuliye naye, yeye ndio tunamuomba. Hatumuombeagi. Unajua ukisha kuwa unamuombeaga, tayari alishaga kufa. Hana uwezo. Wakwetu ana uwezo, ana mamlaka, ana nguvu, anazo baraka, anao uponyaji, anao uzima, na yeye ni limited. Ukimuomba mambo yanatokea, ukimuita mambo yanatokea. Kwa sababu gani? Amezaliwa mfalme wa wafalme, amezaliwa Bwana wa mabwana. Biblia inasema yeye ni mshauri wa ajabu, ni Mungu mwenye nguvu, ni Baba wa milele. Jamani, haleluya! Hatutarajii kukuona tena una huzuni. Kauli mbiu yetu tunasema, kwa nini unateseka wakati Yesu yupo? Ukisha kuwa na Yesu, mateso sasa basi tunampinga yeye, maana ana uwezo wa kuyabeba. Jamani, haleluya, haleluya. Herode akahangaika, akasumbuka, akateseka huku na kule. Alipopata alikozaliwa, akawaambia nendeni Bethlehem, maana ndiko alikozaliwa. Lakini mtakaposikia, mtakapomuona, njooni na mimi nipe taarifa, na mimi niende nikamsujudie. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mmoja alikuwa na shauku ya kutamani amuone Yesu aliyezaliwa. Sasa mpendwa, Yesu wako mbona hatumuoni? Mbona hatumuoni? Ibada za katikati ya wiki hatumuoni, kwenye utumishi hatumuoni, mpaka tunaanza kufukiza na uvumba tujue yumo hayumo.
Tunahoji leo, Wakristo watamani wawekewe wapelelezi. Hivi ameokoka kweli huyu? Kwenye mazingira yake kapona? Hatuna wapelelezi, hatuweki wapelelezi, bali tunaye jina la Yesu, tunaye Bwana mwenye mamlaka, Yesu mwenye uweza. Yeye akisha kuwa ndani yako, hata watu wasipokufuatilia, Yesu anaendelea kukuthibitisha. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jambo la 5. Jambo la 5. Tamani kumwona Yesu katika mazingira ya huduma yako ama ya shughuli zako. Tamani kumwona Yesu. Tamani kumwona Yesu katika mazingira yako. Jamani, amina. Siku moja tulikuwa na jamaa. Yeye jamaa ni mzee, ametengeneza mazingira yake. Yesu amefahamika. Alikuwa akifika kwenye mkesha, vijana wa mabaishaji hawaji kwenye mkesha. Ametengeneza mazingira, Yesu wake anaonekana popote alipo. Yeye anasema popote kambi. Ni mzee, ana miaka kama 70. Ana baskeli yake, ananyonga baskeli, watu wana magari yao, yeye anakuambia baskeli yangu inanitosha na Yesu yupo. Ameandika nyuma, baskeli yangu inanitosha na Yesu yupo. Akisikia matangazo ya kanisani ya mikesha, mzee anakuja na baskeli yake, iliandikwa Rale H, ile baskeli Rale H. Anaipaki, palikuwa na mti kama huo kanisani, anapaki kwenye mti. Hata ungekuwa mkesha wa vijana, mzee anaingia, anatia timu. Akija anaweka baskeli yake na anakuambia hawezi kuiba mtu, naiweka kwenye mti. Anaiweka. Vijana wakimuona wanaambizana vijana, mzee wa viwango ameingia. Na alikuwa akiingia anakaa nyuma, kule anakaa nyuma. Mazingira yake anasema mimi popote nilipo, maadamu ninaye Yesu, ninaelewa Yesu ataniambia kijana ana shida gani. Hata ungemficha kiasi gani, yule mzee ana uwezo kukwambia jana ulienda mahali fulani. Sasa vijana wengi alishawaambia. Kwa mfano, samani kijana wangu hapa sasa, wewe unapiga kinanda la kijana yuko mahali fulani, na anapokutajia unajua kabisa ni mahali pabaya. Unaanza kumwangalia mzee vibaya. Mzee anakwambia usiniangalie vibaya, nikutajie na jina. Kijana anamwendea anamwambia mzee, samahani nitakupoza poza. Anamwambia usinipoze. Jana nilikuwa mahali anambia tubu. Wewe vijana walikuwa wapende kutubishwa. Nisikilize, Yesu ukimtengenezea mazingira atakuonyesha hata mambo yasiyoonekana, atakuonyesha hata vitu visivyowezekana. Bwana atakutokea katika mazingira. Wewe kusikia mtu anakuambia hapa biashara haiendi, tengeneza mazingira. Yesu ataonekana. Akionekana mazingira yale yale watu watashangaa. Jamani, haleluya. Wangapi wanamtaka Yesu aonekane kwenye maisha yao? Wangapi wanatamani kuona Yesu anaonekana kwenye maisha yao? Tamani, jisikie vizuri. Nilikuwa namwambia mama leo nitahubiri. Mama akanambia, una wachungaji pale wengi. Kaambia nitahubiri. Na wewe hujui kwa nini aliniambia hivi. Wazee wanafahamu, wachungaji wanafahamu. Nikamwambia nitahubiri. Na nikamwambia nitasimamia ibada. Ninajua Yesu hawezi kuniacha katika nafasi yoyote. Ninaelewa mazingira yake. Mimi kazi yangu ni kumtengenezea mazingira. Wapendwa, tengeneza mazingira hata kama hali tete, hata kama mwili unakataa. Mwambie Bwana, tengeneza maisha yangu. Mwili wangu kae sawa.
Wewe unanionaje sasa? Haleluya. Wewe mtengenezee tu mazingira. Mwambie usiniache, mwambie Mungu niko tayari, nitumie katika mazingira yoyote, nitumie katika eneo lolote, maana Biblia inasema mahali popote mtakapopakanyaga nimewapa. Tengeneza mazingira. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana.